Yeah, hey guys, my name is Lizzie. Me and the founder wa Anz Record Music. Anz Record iko kwa ajili ya kusupporti vipaji mbalimbali, utasikia ladha zote ya muziki. Kwa hiyo guys, tunaomba support yenu. Mambo ni mazuri, tunawapikia vitu vizuri. All we need from you guys is your support. And I got here my best friend. Hey. Huyu ndo atakuwa anasaidia promote. Oh yes. Sisi kama mama, my promoter. And na mimi ndo boss. And unirudishe mie kule kulinitosha baby, unirudishe mie, hii mapendo sipendi tena baby, nakuteta. You navigate and you carry me to the place you had never seen before. Oh yeah, mapema. Ndio ndugu zangu, bila shaka ni siku nyingine njema kabisa. Tuko na mtu mzima kama jinsi ambavyo unamuona mbele ya kamera. Sitamtambulisha bali atajitambulisha mwenyewe kwa wale ambao wasimjua ili wapate kumjua. Karibu. Nani anijue? Kwa wale wasiokujua. Nani hao anijue? Oh, so kila mtu anakujua tayari. Sasa kama jinsi ambavyo alisema kila mtu kwamba anamfahamu, huyu hapa ni star mkubwa sana hapa Chicago, na sidhani kama ana mpinzani. Kuna mastaa wengi Chicago, lakini yeye ndo star mkubwa sana. Wimbo wake tutaulinki hapo chini kwa wale ambao hawajawahi kuona wapate kumuona. Na samani nguo zako waga ni kali sana Kiflo. Tuambie siri ya mafanikio yako. amtoni kuzipamba tu, unajua. Wewe kama uko superstar, afadhali superstar sio tu ya ndani ya manyumba nini. Unajua? Anasema kwamba superstar sio ndani tu kwenye manyumba, so wewe ni mtembeaji sana. Businessman kama mimi, tajiri, king of Chicago nyomi. King, of course. King of Chicago. Yeah. So kina Chita wote hawana nafasi kwako. Chita wao ni wadogo zangu, wao wana trendi unajua tena kuma line zao. Oh. Yeah. Sawa kabisa. Na basi tuambie, tulimuona swaga zake tuliona, lakini tunapenda tujue kidogo thamani ya mavazi ambayo amevaa Kiflo. Tuanze na juu. Ulitolea wapi vazi na ilikugharimu ngapi? Hii vazi hapa ni Prada. Yeah, watu wengine sana unajua tena Waswahili waweze wakaitambua, waweze wakajua. Sababu is very expensive. Kama ngapi? Very expensive. Haisemekani bei. Na kibegi chipion Prada, very expensive. Wow. Very expensive. Chini kuna viatu vikali sana ndugu zangu watazamaji. Siwezi nikasema ni ngapi kiatu. Hii hapa ni Zara. Zara. Yeah, hii ni Zara hapa. Yeah, 1300. 1300 hapa. Hapana, 1300 mimi Mswahili yenu hii. 300. Sio 1300. 300 kiatu. Kiswahili yajui sana Kiswahili. Na ni unafanya kazi nzuri sana hapa Chicago Kiflo. So mimi ndio king hapa. Yeah. Na Pamela aliposti kwamba ana mimba. Ile mimba tukaisi kwamba ni ya kwako. Ushaikuwa kwenye mahusiano na Pamela au tu ni stories za uongo? Hiyo ni watu wanaongea. Sinajua tena kama kushakuwa mtu mkubwa kama Don Jazzy hivyo, sinajua tena watu afadhali wakusingizie. Ndio. Sinajua Pamela mimi sinajua Pamela ni mdogo wangu kama dada, sinajua tena tunaongea hivi na hivi, lakini mambo eti za sinajua tena za kinani ndani hapana. Mimi najiheshimia kabisa na familia na ya mambo yanaendelea, lakini mimi niko mtu mkubwa, sinajua tena mtu mkubwa afadhali unalinda brand au sio? Ndio. So mimi ni brand, lakini brand ndio kunatia hapa chini kabisa. Yeah. Wow, huyu hapa ndo Kiflo Kitenge. Kiflo jina yake ya kwenye stage, na tunajua kwamba Kiflo ni star mkubwa sana Chicago, lakini kuna wasanii wengine wenzako ambao wanapenda wawe watu wakubwa kama wewe, na tutegemea kwamba kuna collab ambazo zitakuja hapo soon na wasanii wengine wa Chicago, au tu ni hivyo hivyo? Collab iko nyingi sana, na kazi ineko mbele kabisa, sio kazi ine kila mtu wote hata na akafikiria. Tunajua usana ma video ndio ziko kwenye YouTube, tunajua. So collab iko nyingi sana, tena kwa kubwa kabisa. Tunajua niko na wadogo zangu wenye weko mbele na nyuma, sana na kupande kote. Ulisema kwamba Chita ushakufanya naye wimbo wao upendaje kuimba na Chita? Real Madrid na Barcelona wakikutana au hawawezi
unajua tena. So wewe na Cheta ni kama Real Madrid na Barcelona Au sio ndo na. mna bifu ambazo mnazo wewe na Cheta? Hakuna bifu. Hakuna bifu kabisa. Cheta ni mdogo wangu kabisa wa mbali, unajua tena. Namzidi kila kitu. Namzidi kila kitu. Kila kitu ya huyo ni dogo. Namzidi kimiaka, kipesa, namzidi hata kiuzuri. Unamzidi hata Cheta uzuri, so yeye ndo handsome pia wa Chicago. Of course, king. Unajua lakini mimi na Cheta, mimi na Cheta kabisa, unajua. Nilikutana na Cheta alisema kwamba yeye anakuzidi sura. Kiusura hapo kama umetutupa. Huyo sijui. Wewe sijui. Sijui. Hiyo sijui kabisa. Lakini so njoo hivyo kabisa. So na Kiswahili kwangu mimi Kiswahili sio too fresh kabisa, lakini naongea sana Kiingereza kwa unajua tena si watu wetu tulikomelea ma South Africa. So najua masehemu za watu wa pesa. So mimi Kiswahili kinanitaka sana. So najua tena la Kiswahili kyangu mimi ni Kiakungu. Kiswahili ni Kiakungu pia unajua. Wewe unajua kama wewe ndio ulini. Ni kitu gani ambacho kilikuinspire kwenye muziki Kiflo mpaka uanze tu kuimba? Kwamba leo mimi Kiflo nakuwa msanii muimbaji, ni kitu gani? Unajua kwenye muziki kuna my inspiration. Unajua so inspiration yangu mimi ilitoka zamani sana. Nyumbani hapo kulikuwa kundi kwa netwa Dragon Boys. Dragon Boys yao. Yani nilikuwa nawashikia microphone kama gisi, unajua tena kama gisi unafanya. Nilikuwa nashika kamera. So ndio kuna inspiration ifanye ni ikatoka. Tuna wakubwa zangu hapo nyumbani South Africa hapo ndio inspiration, lakini wale wakubwa walikuwa wanapiga manyimbo zao, lakini mimi nilikuwa na dream fulani hivi, nilikuwa na wa correct. Sasa sauti yangu haikuwa inaeleweka kabisa kwa sababu nilikuwa mdogo sana. So ndio inspiration ikatoka hapo, nasema Dragon Boys hao acha mimi niwafanye ni wa challenge. Ndio kwenye inspiration itoka hapo kabisa. So kuna siku leo kuingia kwenye studio za Dragon Boys ndo ukajikuta kwamba na mimi najua kuimba au tu ni kitu kilikuja natural? Of course kulikuwa siku moja hivi hapo South Africa producer wao kulikuwa nyimbo moja hivi kali kabisa, walienda hapo kwenda kurekodi. So mimi nilikuwa kama unajua kama huyo microphone boy ule boy tu unajua. So nilikuwa hapo kwenye studio. Sinaja tena kama kawaida tu, ukaanza ma friendship na producer nini akakujua, tukachukua namba nini. So nikaenda nyumbani nikaanza kuandika ngoma yangu, ilikuwa hip hop. Nikapiga hip hop kutana naye. So nikatia ngoma moja hapo, producer kanikubali akasema unajua kazi. So mambo mengine yanakuwa ni history. Hiyo ni historia moja nzuri sana. Nimekubali sana na hiyo historia. Na tunajua ni king wa Chicago, lakini tunakuonaga sana kwenye kundi za kina mama. Wale akina mama una support nini kwa wale akina mama? Hao ni mama zangu. Ndio. Ni wamero wa Chicago. So na wasupport tu kama mtoto wao, unajua. Usiona kama uko superstar usijiche sana. Usiche sana juu. Unajua semaka mbele nyumbani wakupende, alafu dunia itakupenda. So kama niko superstar sio eti na mama pia nisiwatembelee au nini, hapana. Ndio. So mimi ni kama mtoto wao na superstar kwao, akalaki superstar. So ndio maana unaniona nako kwa mama. Na unamjua Papi ndo alikuwa manager wako au unajimanage peke yako kwenye muziki? Mimi sana na manager. Hapana, sana na manager. Manager yangu mimi ni pesa. My money is my manager. So gharama zote za video kila kitu ni pesa zako tu? Of course. Sasa watu wangependa kujua Kiflo waga na spend hela nyingi sana kwenye muziki, na kazi gani ambayo anayo Kiflo ambayo inamuingizia kipato cha kufanya mambo makubwa? Mimi ni tajiri kama kisi wewe unajua. Ni tajiri, niko na club hapa Platinum. Pia niko na magari zinaweza kwenye marenti. Niko na rental business za magari. Niko na magari almost like 7 cars. 7 cars hapa Chicago ziko kwenye rental. Na unajua tena hiyo club huyo dogo wangu Pamela. Unajua Pamela alifika hapo akafanya show yake hapo. Pia niko na club Afrobeat hapo. So sisi ni watajiri wao pia unajua. So na nyumbani pia kuna business zingine huko, mabiashara. Ndio tunapambana tena kama wanaume unajua. So kwa sababu watu walikuwa na wasiwasi Kiflo anatembea sana na vibegi, labda ni mwizi. Kiflo sio mwizi. Kiflo ni mtu ambaye ana business zake tayari, kama jinsi ambavyo walisema, ana gari 7 Chicago, gari 7, na pia ana klabu moja kali sana ambayo inaitwa Platinum. Ni
sio rahisi msanii kama K-Flow kukuwa na vitu kama hivyo ambavyo anamiliki, na pia nyumbani kwao ambako wanatokea ni South Africa au sehemu zingine sijui wapi kuna business sehemu zingine. South Africa hapo, Durban, Cape Town, Namibia. Hapo. Tena sehemu kubwa. Na hana manager. Kwa hiyo yeye anajimanage peke yake. Kila kitu ni peke yake tu. Na hivyo ndo msanii ni mfano bora kwa wasanii wengine ambao wanamfuatilia. So muwe kama K-Flow, muwe na business zenu, sio msanii tu upo na hauna kitu chochote cha kujiendeleza. Ni huko mfano bora sana K-Flow kwa wasanii wengine. Ni hivyo, ni kawaida tu, sinajua mimi sio kama itu, sinajua mtu ni kawaida, sinajua ya zio pesa, zio hiyo si tunaita kama hustler, sinaona mimi niko hustler, ya niko entrepreneur, niko hustler, so money is my attractions, sinaona mimi nafuata first penye kuna pesa au sio, ya deal yote nipo, sinaona kimziki nipo, kipesa nipo, lakini kimisi ni malaya, mimi sio malaya hapa. K-Flow sio malaya. Hafanyagi umalaya, ni mtu ambaye anajiheshimu, anajua sana nafasi yake, ni handsome lakini sio malaya. Na K-Flow kwenye kufanya collab na msanii, una mfano wasanii hapo wa Chicago, unawalipisha pesa au unalipisha tu wasanii ambao wanatoka nje ya Chicago? Kufanya collaboration kwangu mie it's very easy, kwa na kipaji tu, kwa na dream, kwa na focus, kwa na bendo napenda, unajua sio waamke tu asubuhi tu muziki, afadhali kwanza ujue muziki ni nini. Ya sio sababu niko very busy sana, schedule yangu iko very busy. Ya iko very busy. Unajua iko very busy. So for me to give you my time, ikasema yetu ikale studio, tunge muziki tufanye. You have to prove me that you are serious of what you are doing. Na mfano wewe ni mtu wa busy, utajuaje kama mtu yuko serious na kile ambacho anakifanya? Kwa sababu ni mtu wa busy. No, you have to show me. You have to I have that magnet. Niko na charamata ya kuona. Ya mimi nitakuona. Niko na mecho za kuona kabisa. Nasema huyu dogo huyu ana serious. Na mimi pia niko mtu mkubwa sana, so you have to convince me like bro I'm serious. You have to show me like 1 or 2 video. Sinajua then like I have to compare your music video with my music video. You understand? Yeah, because for my quality I can never go down again. You understand? So quality yangu iko hapa juu. Sasa ni video clip yako alafu, so you have to prove me that some category yenye unioneshe nikubalie. So yeah, you have to, it's very hard work to work with me. Yeah, you have to struggle. It's not easy to work with me. Kweli mambo ni makubwa lakini muda ndo mchache. K-Flow jinsi ambavyo anasema, kwa msanii yote ambaye ana quality ndogo ya video au audio uweze kufanya naye kazi. Hiyo ndo qualification ya kwanza. Yeah. Na hapa pia Chicago hapa sijui kama hapa na msanii Chicago. So kama wasanii weko ni kama tuseme kama kuna Cheetah 24, mdogo wangu namkubali, salute. Ndio. Yeah, anafanya kazi nzuri kabisa. Anasaidia kwa mambo zake. Yeah, na tuna msanii mwingine anaitwa Fine Boy Music. Ndio. Yeah, yeye pia yuko fresh kabisa. Ndio, Fine Boy Music. Yeye ni msanii ambaye kidogo tunaona mambo yake kama vile hajiwezi. Na wewe K-Flow una pesa. Wewe kufikiria kumsaidia Fine Boy? Akijiprove kabisa, na akikuwa focus kabisa na kwa kazi yake, tena nikampushi. Ya sio kama niwe manager wake, hapana, kwa sababu mimi sio kama Donjazi. Hapana. Ndio. Ya mimi sio kama Donjazi. So yeye kama akipenda yetu, akikuwa serious tuna kazi yake, tutapushi sababu tuna support. Unajua tuna support, kazi ni kusupport. So support hivyo sababu ni wa Chicago. Yeah, tunauliza swali haraka kwa sababu ya muda wake, ni mtu wa busy sana K-Flow, na nilikutana na Rashidi akasema kwamba yeye kwamba anakumanage, kwamba K-Flow mimi ndo na manage. Kuna ukweli gani kuhusiana na hicho? Rashidi aliongea ukweli au tuambie sasa wewe kama msanii ambaye tumekutana na wewe? Kwa kuwa manager sio kimanager, akisema eti ni manager wangu, ni manager nini? Ya kipesa, ya kuimba, ya kuvaa. Sasa sisi tunapenda tujue kweli, je, Rashidi ni manager wako wa kitu chochote au sio manager wako kabisa, ni maneno yake tu? Rashidi nani kwanza? Msanii K-Flow, na mtu yoyote anaweza kumfuatilia kwenye YouTube, Instagram, everywhere, TikTok, yupo ana account zake. So nipo manager wa msanii K-Flow. Kama jinsi ambavyo umemsikia anasema kwamba amechaguliwa. So tunaongelea Rashidi, nani? So umjui Rashidi ni nani kwanza? Niende kufanya naye interview.
So akasema kwamba kwa ulisema kwamba kwa upande ana manager yote ndio kifupi. Kwa Rashidi kama ulisema kwamba ni manager wake, tumeongea na Key Flow leo alisema kwamba wewe sio kitu chochote kwake. Asante, tuachane na hilo. Na uliwahi kufanya kazi na Daddy lakini hatukuoni naye tena siku hizi. Kuna mazuri au kuna kitu gani ambacho Nani hiyo? Daddy Vogi? Vogi. Vogi yuko busy na mambo zake huko. Sinajua tena yeye na mke wake nini hapo. Aishaoa Vogi? Bado hajaoa. Lakini sinajua tena kuna chocholea. Yeah. So ya mimi pia niko busy na mambo zangu, so ndio maana tunajua tena utoni, lakini tuko ya backstage kama kawaida, tunaonana tunaongea backstage hapo behind the scene, tuko fresh kabisa. Yeah. Na msanii kama Martin Classic ni mkubwa, akipenda kuja kufanya kazi na wewe ni utamchaji pesa au utafanya kazi na utafanya naye kazi tu vizuri kama dawa? Martin Classic ndio nani yo? Namjua Martin Classic. Unamjua Chidi Boy? Chidi Boy namjua, namfamia. Huyo ni mfamia wadogo. Ndio hivyo guys, hiyo hapa ni Key Flow Kitenge. Tumkubwa. Utamfahamu kwa wale ambao somfahamu, YouTube yake tutalink hapo chini pia na Instagram yake pia. Na bila kusahau nyuma kamera ziko na D Vogi Tumkubwa. Na usisahau kusubscribe, like na kucomment kwenye channel hii kwa ajili ya mambo mengine ambayo yanafuata hapo mbele. Asanteni. Yeah, hey guys, my name is Lizzy. Me and the founder wa Ans Record Music. Ans Record iko kwa ajili ya kusupporti vipaji mbalimbali, utasikia ladha zote ya muziki. Kwa hiyo guys, tunaomba support yenu. Mambo ni mazuri, tunawapikia vitu vizuri. All we need from you guys is your support. And I got here my best friend. Hey. Huyu ndo atakuwa anasaidia promote. Oh yes. Sisi kama mom. Ma promoter. And I mean the boss. And